wewe mwanaume ambaye haiwezi kapita siku bila kunywa pombe, angalau hata glasi moja. Tena kuna wale wanaume ambao hawezi kupata usingizi mzuri, hawezi kutulia na hawezi kusinzia vizuri wakati wa usiku mpaka pale ambapo atapata pombe angalau kidogo tu. Nazungumza na wewe na unatakiwa unisikilize kwa makini, kwa sababu nimeshapokea kesi nyingi za wanaume anakuambia hivi: mimi huwa kabla sijalala natumia pombe angalau glasi ndogo, lakini najikuta nakojoa mara kwa mara, ila mkojo unakuwa na maumivu. Sasa sijajua pombe ninazozitumia ndizo zinasababisha mimi nipitie maumivu wakati wa kutoa mkojo au kuna shida gani? Ipo hivi, mwanaume, hata kama umetumia pombe kabla ya kulala, hata kama umetumia maji ya kutosha kabla ya kulala, ndiyo tunatarajia utatoa mkojo na utakojoa zaidi ya mara 2-3 wakati wa usiku, lakini hakikisha kwamba mkojo huo hauambatani na maumivu makali au uleti athari yoyote kwenye kibofu chako cha mkojo. Unapoenda kukojoa, sio kwamba unatumia nguvu kubwa, lazima utumie nguvu kutoa mkojo huo. Ukiona unapata dalili ya namna hii kwamba ni lazima utumie nguvu kubwa kutoa huo mkojo, hiyo ni changamoto ya tezi dume. Nafahamu unashangaa kwa sababu wengi wamekuwa wakiamini kwamba anayetumia pombe sana, anayetumia maji sana kabla ya kulala ni lazima atakojoa usiku. Upo sahihi, lakini sio lazima upate maumivu. Ukipata maumivu, hiyo ni changamoto, na kuchukua hatua mapema kutakusaidia kuondokana na changamoto hii ikiwa katika dalili za awali. Lakini kuendelea kupuuza, utakuwa unatengeneza mazingira ambayo mwisho wa siku inaweza ikawa chanzo cha kupata saratani ya tezi dume. Kumbuka kuwa saratani ya tezi dume ni saratani mojawapo ambayo inaongoza kuwasumbua wanaume wengi hapa Tanzania. Usikubali kuwa miongoni mwao. Jali afya yako ya tezi dume, linda afya yako ya tezi dume. Endelea kufuatilia ukurasa huu, utajielimisha mengi zaidi kuhusu afya ya tezi dume, lakini afya ya mfumo wa uzazi wa mwanaume kwa ujumla. Like na kushare na wengine ili wapate elimu na wenyewe wapate kujifunza zaidi.